Unajua sometime ago tukiwa kwa iPod askofu alisema Raya is overrated. Kabla tujaenda mbali tunataka tu kuuliza upya kabla tujaendelea sana. Is Raya overrated? Welcome to episode 19 of the Teta Podcast. Karibuni sana. This is your guy Fidel, the phenomenal Fidel, the landlord of Angel. Leo tuko na kwa set hapa hivyo naona tumekamilika kabisa. Karibu tutaivumbia last week. Bottom 10. Bana, bottom 10 walijishasha hapo hivi. Kwa Kiswahili wanasema walijishasha wakajishepetua, wakajishepedua. Omolo 2540. Bana, unajua sometime ago tukiwa kwa iPod askofu alisema Raya is overrated. Kabla tujaenda mbali tunataka tu kuuliza upya kabla tujaendelea sana. Is Raya overrated? No. Raya kwa sawa. Ya tunaanza tu na the elephant in the room game ya jana kabla tujapotelea sana huku kwingine. Game ya jana ndio ilikuwa the highlight of the weekend. And as much as Nottingham Forest alijaribu ku steal the show, lakini the highlight of the weekend imekuwa Manchester United versus Arsenal. Yanachukua hapa hivi kuzungumzia hiyo maneno. Kumekuwa na debates kutoka kitambo. Ilikuwa ni hivi, tulikuwa imebaki hivi. Sasa topic ingekuwa tofauti. Ilikuwa ni hivi tu. Angekuwa set. Sasa hizi angekuwa set. Ilikuwa hivi. Like game jana ilikuwa fiti. Personally kama sisi in the United side first half yetu haikuwa ile fiti, but the moment Bruno alizi show up tu, yani akafanya what he does best as the captain. Unaona, at least jana my captain tuliona kenye captain wangu anafanya, ana turn up when he is needed. Unaona, so as in game ya jana Bruno did good, but Bruno alicheza fiti stepped up sana. Yani alichukua role akachukua, yani wenye wanasema Bruno ameka United kwa mabega sasa hivi. Hata before afunge early alikuwa anambia say plan Bruno is too good for Manchester. Yeah. It's too good for Manchester. I think post Ferguson era Bruno Fernandes ndiye amekuwa best post Ferguson era Bruno Fernandes amekuwa Manchester United's best signing. Lakini amsemi kwamba free kick ya Bruno ilikuwa some yards. Wale Arsenal Anthony Taylor aliyeka wale Arsenal yards away from the standard length. Unajua the same before acha nijibu hii na ile yenu. Odegaard alipata the same nani sisi tulianza kucomplain hadi ukiangalia game Bruno alikuwa na complain anasema bana umeka distance. Alafu Arsenal players I think kuna vinyo walikuwa na obstruct. Walikuwa na obstruct, tulianza complain lakini no, but Sky Sports measured. But ngoja meaning ile Arsenal ilikuwa sawa because yani Bruno United players walikuwa na complain but referee hakutaka kusikiza mtu yote. Okay hiyo I can't speak much of it kwa sababu no one measured hakuna mtu alipima, lakini hiyo Sky Sports walipima wakati wa first half au wakati wa breaker and it was Anthony Taylor aliyeka ukuta about 1.5 yards. Walisema 1.2 kuliko. Was that an advantage to Bruno? Na ile kitu unajua ngoja zile walls azikui measured yani na system ama nini, zile ni steps, ni yeye anachukua hizo steps sana maybe alienda some steps but check tuache ku complain yani kwa Laumo Taylor tuangalie pale Raya alikuwa amejiposition Raya wrong position. Unaona
tunaangalia pale alikuwa amejiposition sasa umeka wall hiyo side fit nini but msali end of the farthest end hii nyingine unaona so the moment tuseme kufikia ile ball alikuwa hawezi fikia ile ball alikuwa position poa yeah poor position yake ilikuwa poa juu hadi ukiangalia side ilikuwa imekuwa far corner ama nini ilikuwa tu mahali yenye like at least angekuwa ameka mahali katikati tunajua angeipata but yeye pia position yake ilikuwa ngapua jana same thing happened na Raya versus West Ham kuna ile free kick kama same situation his positioning is anaweka wall huko anajeka huko mwisho sasa free kick teka anapata tu chance ya kufunga yes ndio sasa niseme that's the only error nisema jana Raya alikuwa nayo hiyo ndio error lakini zingine alifanya tu fit. Okay, game plan ya Man U jana ilikuwa gani? According to my view ilikuwa Manchester's tactic is to control Arsenal off the ball. No. Sababu ukiangalia Arsenal most of the time, let's say 90% of the game Arsenal walikuwa na ball. Unaona Odegaard akona free roll hapo ana roam. Let's say Arsenal tu wakochukua chances zao when they had the ball. But sasa Manchester kuna venye I think walikuwa na try kuziba huko wide areas. Wanaacha mko hapo katikati. Sababu wide areas zenu ndo ni more of a threat than katikati. Sasa venye walikuwa meziba wide areas, I think unaona Odegaard alikuwa na try overload the wide area. But it was not working out. Na sasa Kelos ball Manchester quick on the count. Na niyo bao tu ya Rice ndo let's say iliokoa. If it wasn't for that, kuna venye walikuwa menini. They had the game. They won the game. But kudos to Rice. Na Raya saving the day. By the Raya na Rice. Raya na Rice save the day because kuna save tatu Raya alipiga. Yeah, first iko flick ya nani ya Zagzi. Kuna ile ya Zagzi alafu kuna ya Mazrui. Kuna Mazrui alafu ya Bruno. Man ndi sikuamini yani ile Bruno ile alichukua. The moment alisimama akafuatia ile ball paka mimi nilikuwa nishasimama nilikuwa nimesimama sasa the moment nilishindwa hadi kukaa mse nilishindwa kukanga sasa umse ameamka vipi bana umse aliamkaje yani kwa ndani hadi imevuka line sasa ni ile anafanya hivi unangoja goal line technology juu niko used to goalkeepers in the first save atakuwa amemake atabaki hapo chini the next that I expect sasa his defenders wa react but huyo yani yeye aliamka reflexes unaona juu hadi ukiangalia I think it was Saliba ama Gabriel alikuwa anafuatia hiyo ball but yeye ndo alikuwa pale hivyo alikuwa shatana hapa yani ajana Raya on fire hadi nilikubali jana Raya was on fire amebeba Arsenal game kadhaa but as in pia ukiangalia hiyo game ya jana mimi the moment Arteta alitoa Partey hayo mazadi nilifeel niko relax sitawa dangani nilifeel relax jupate yako na ile ni msemo mwenyewe wana attack akona zile passes hizo yani za ku break defense hiyo kitu ilikuwa yani boju nilikuwa nikiangalia kuna zenye alikuwa anapiga afu naangalia venye Dalot ana behave ni hasira tu yani but the moment alimtoa nikasema sawa acha niangalie acha tuone nini next boy Rice iliingia kama yuko kama alikuwa shato I think by the time Rice alifunga ndo apate nani ndo akatolewa ndo Partey akatolewa sasa zini akamrudisha Rice ndo akaanza kucheza 6 nikaanza kufeel ile threat okay kuna kitu yenye Thomas Partey hufanya kwa uwanja akina Merino nadhani ni rahisi but the moment Thomas Partey alitoka kwa hiyo game uliona pale katikati kulikuwa na shida believe you me kama hiyo game ingekuwa na Ugarte alafu hiyo shimo iko hapo hivyo katikati hizo dying minutes tungekuwa exposed vibaya sana but Man U didn't win na walikuwa nyumbani. Unajua kuna before the match mlikuwa mnasema huyu jamaa huyu chini ya bao sijui ngapi ni lose. Hizo nyumaze mlikuwa mnaongea. Watu wasini walikuwa
wamechapa mtu 7 juu. Sasa mmetoka kupiga paka kaza kusema we have the best attacking team. Hiyo haiko about the Champions League. Hawa sema walikuwa wanasema wako na the best attacking. Paka wakasema they have the generation Messi. Ilikuwa ni wazee ilikuwa hatuwezi tulia. Niliona hiyo game ya Arsenal na PSV kuangalia. Niliamka asubuhi hata nasikia Arsenal wamefunga 7. Niko like 7. Arsenal 7. Na walikuwa away. Unaona? Baadaye niliingia baridi. Nikasema kama Arsenal wamepiga msee 7 mazee. Pale Old Trafford. Pale Old Trafford atanifanyia nini? Fikira for men alafu Arsenal ndio anachapa mtu 7. Wajana PSV na ni bogus. I'm sure Juve walikuwa wanaangalia hiyo game wanasema wa jamaa walitutoa aje. How do you concede 7 goals at home? Na una red card ban. Your story of MPS. Wajua hata kama unge concede 4 ama 3 7 goals bana. Anyway, tayari nani? Na attacking ya Merino bana. Yaani yule msee yeye tayari ya automatically yashatoka yani. PSV anakuja tu yani ile form kucheza tu ile formality. But sitakuwa surprise Arteta kimwanzisha ile first 11 yake. Unajua kuna yani hiyo mentality Arteta huwa bado wako nayo hiyo. Unajua Arteta ni msee mwenyewe akikupiga anataka akupige yani akupige yani ni ile like anataka kuonyesha ni wewe mimi yani which it's deserved kwa sababu gani? Before era ya Arteta bana kuna timu zimekuwa zikituwasha. Kuna timu zilikuwa zinatupata zinatubandika mabao for fun. Una get. So sasa hadi Arteta akipiga ukisikia say Arsenal wana brag that against is it top big 6 teams in England wako unbeaten in some matches some considerable number of matches. Inaeleweka maana yake hizo ni team Man City alikuwa anatubandika paka mafans wanaimba wanasema this is nothing new. It's nothing new. Usione mnatupiga bajano ati nyinyi wazini mambo yatushtui tena. Unajua ndio maana naelewa Chris akisema Arsenal Arteta akipata timu anataka kumeka statement. Aibandike kuconfirm ya kwamba naweza nikakunyorosha. But yesterday tulicheza mpira ingine ufala. Because that match was ours to lose. That match was ours to win. The only reason as to why we didn't win that game is the reason tumekuwa nayo kutoka I think akina Aubameyang waende. We don't have a proper striker. We don't have we don't have a striker, we don't have a center forward. We don't have someone who can play that number 9 role. Hatuna anyone that is there mwenye amekuwa kicheza hiyo namba tumekuwa tukiimprovise tu. So if we had a proper striker yesterday, if we had a proper striker tangu kitambo hata leave alone yesterday, outcomes za game yetu zingekuwa tofauti sana. Because angalia timu ambazo tuna compete nazo, Liverpool akona Diego Jota akichoka kuna Darwin Núñez. Saa nyingine hadi Luis Diaz anachezeshwa hiyo namba. Gakpo. Angalia City akona Haaland. Saizi ameletwa Omar Mamush. Mamush hadi uko mahali ametoka. I think bado tangu amecheza just half a season. Na I think katika top 3 top scorers bado wako hapo hivyo. Bado hakuna mtu amefikia, bado wako number 2. Angalia Haaland, guys scoring for fun. So like watu ambao tuna compete now they have proper strikers. Mbona useme Jackson? Okay, I said the teams you are competing against. With all due respect to Chelsea and Jackson, but the Jackson is a good striker. Like sasa I mentioned teams ambazo tuna compete nazo. Yeah, by the way ukiangalia hiyo game ya jana kulikuwa na moments zingine unaona like Odegaard ako na ball. Yeah, Odegaard ni dribbler. Utamwona ako na ball una try amepatia huyo msanii huyo general wanasema generation Messi. Yeah. Ulikuwa unaangalia afu unaangalia pia positioning ya nani Merino. Unaona Merino yuko ndani ya box. Ametoka kwa nje. Sasa ilikuwa inapatia Lindelof kazi nyingine rahisi. Hawa sasa wanaleta crosses. Lindelof alikuwa anakilia kila ball. Alikuwa anakilia kila ball mpaka ni kweli hii sasa ni normal unaona. Jadi ilikuwa sifili ile threat wakileta hizo crosses. Baada ulisikia kitu yule coach wa Nottingham Forest alisema ile day. Baadaye aliulizwa mbona wako approach game na back 5 juu ndio wamekuwa wakicheza. Akasema wanajua Arsenal ina striker, anajua Arsenal wana striker, so there was no need.
so like hadi oppositions teams ishajua Yeah. tunacheza yani kucheza na Merino ni sasa na kuoverload midfield Yeah. hakuna striker. Na by the way ulikuwa unaangalia most of hizo games, sana game ya jana ulikuwa unamuona Merino kwa right central midfield mpaka unashangaa alikuwa na drop sana, of which hiyo ni nature yake juu Merino the farthest Merino can play is number 8. Merino is a 6 anaweza 6 na he's not even a 10 but sasa umempeleka further forward anacheza 9 unaget huwezi pata productivity yake. Then meaning you guys mnafaa kwenda kwa market hii sama yenye pia mkihata then that teja ni shida sasa itakuwa ni lakini mbona Arteta hatry Trossard as a 9? Yeah, with the when you play Trossard as a 9 hiyo inamaanisha utakuwa una like a right footed left Sterling yuko wako hadi na Martinelli ndo amerudi sasa. Lakini okay by the one problem with Arteta, Brighton Trossard alikuwa anacheza 9 na it worked out perfect. Arteta is predictable. Tangu ile siku Merino aliingia akapiga bao 2 hajaitaka kumweka bench. Lakini nilikuwa naambia Gidi, why don't you play Sterling as a wing and then play Trossard? Hiyo inakupatia hadi advantage ya kupiga sub. Juu utapiga sub Sterling uregeshe Trossard wing alafu Merino ingia acheze number 9 una get. So like Arteta pia kuna hiyo shida ya he is predictable. Like unajua tu ata approach game na okay maybe tactics ata change lakini sasa team yenye unajua ata approach now players ni wale. I feel by the kama angechezesha Trossard as a number 9 I can Sterling apate tu yani Sterling acheze tu yani tusionekane manless una get. Alafu sasa after some time alete Merino outcome ya game inakuwa tofauti. Play of flexibility kuna venye inakoroga tactics ya the other team. Sure. Yeah, because by the way I think Trossard is the only versatile player tuko naye. Trossard ndio player mwenye anaweza cheza position zote pale mbele. By the even number 10 Trossard anacheza hadi number 10 though hayuko very effective. So I think Arteta anafaa kuutilize hiyo. Niliona mkilalamika sana celebration ya Rice. sana mimi nililalamika. Okay si ati nilikuwa nalalamika ati juu ati alikuwa anafanya hivyo like kambi ana Mock United ama nini. You guys mko kwa title race. Yes. Unaona you are in the second position. Unaona you still have one year game in hand. Unaona haikuwa the winning goal. Ile mlikuwa mmeequalize. Unaona the moment umeequalize yani alafu mko ile like yo tuko in a title race. Kitu Rice alikuwa anafaa kwenda kufanya ilikuwa you go pick the ball eka katikati tuende. Ushaona basi sasa umeenda umpigia 3 celebrations kwa hapo mara sio unaona nani mara umeruka juu hadi ni kweli like kama Arsenal players hiyo ndio mentality yao yani juu mko ile like ingekuwa ni kama timu nyingine ingekuwa for example ingekuwa hata ni Chelsea ama ingekuwa ni Man City. Liverpool ndio wako juu ni Chelsea ama Man City ndio wako close na yani hakuna mtu player angefanya kitu kama ile. Ilikuwa you just pick the ball na yani ama ukitaka kushashwa watu do it ukisha find the winning goal. Unaona sasa hadi mimi nilikuwa ile like ile ama hii ni like ile loser mentality. Unaona juu siku yani nilikuwa namshangaa tu yani kutoka jana your argument has been we are shashing a 15th placed Man U and we are 15 points behind Liverpool. I want to show you a video of Amad Diallo against Southampton, a 20th placed Southampton doing this. Just a minute. I made sure I downloaded that video. Ni sawa, ni sawa. I will show you too. Amad Diallo doing that and I will show you Casemiro doing that against Leicester City. Leicester City, an 18th, I think 19th placed. This is the relegation derby. What is Amad Diallo doing here? Just a minute. Wait. What is Amad Diallo doing against? Which team is this? Just read for the audience. Okay, I want to show you a video against. Wacha onyeshe wacha no. I want to show you a video against Casemiro doing that against Leicester after I think scoreline ilikuwa 5-1. Manu was winning. I don't know 5-1, I don't know 5-2. I want to show you that video and then you tell me what point are you trying to make. Declan Rice shashing
Man United, which is the biggest team, arguably the biggest team in England. Let me show you that video of Casemiro. Okay, what is Casemiro doing here? Just a minute in his celebration. What is Casemiro doing? What is Casemiro doing? A 5 times Champions League winner playing for Manchester United, the biggest team in England, against which team is this? Manchester United versus Leicester City, 18th place. So what is the problem with Declan Rice doing that? Let's start with hiyo na ni Ahmad. Unaona? Hiyo game yetu na Ahmad tulikuwa tusha concede. Yes. Unaona? Tulikuwa tuna concede hadi game ilikuwa inaenda kuisha. That's the match yenye Ahmad alipiga hat, ndio. Yes. Game inaenda kuisha. Yes. Tushapata hiyo mwanzo ilikuwa was it the second ama the third goal. Ushaona ndio tumepata. Unaona? Sijui kama mlikumwangalia game mko mngesikia zile chance yani ukiangalia after that match uangalie sasa zile chance watu wa Southampton walikuwa wanafanya ushaona ile you are going tomorrow wakaanza kuambia Mourinho you are going tomorrow sijui nini sasa hiyo ndio kitu Ahmad kufunga hiyo bao ya tatu ile that's the winning goal sasa ndio tunajaribu kuambia vipi tulieni sasa okay unaona so ukicompare situation ya Ahmad na Rice sawa Manchester United ni bigger team, Arsenal is a bigger team. Ushaona? About rivalry, mimi sijaona rivalry between Arsenal na Manchester United. Ya Rice ni equalizer. Ngoja. Ya Rice ni equalizer. Secondly, you guys mzee mko kwa title race. Chris, let me cut you short. What title race is there between Liverpool and Arsenal right now? If you are being realistic, what title race is there? Okay, sawa, acha ngoja. After game Akevo tuko kwa title race gani sasa? Nani Thierry alisalimia Karaga juzi akamwambia tumekubali Liverpool amechukua. So what title race is here? This is all about bragging rights. Coach wenu amekuwa Kinsey Stadium anasema Ateta alisema over my dead body kama nishachilia. Your coach also said that you're not in a title race while you are at number 2. Sisi tuladmit mapema sababu tunajua we are not ready. No, but by the time that was being said, Chelsea was number 2, fewer points to Liverpool than 15 points. How many than games? 15 points. How many games? Ilikuwa ni 14 games. Na tuko 2 points behind na Liverpool. But by that time you are giving Liverpool a run for his money. No, you can't say we're in a title race after 14 games. Come on, no. The title race ones are gonna day 1. No. Manu amelala juu ya ligi. Salimba hapa hivi anasema nini? Manu amelala juu ya ligi alimba nini moja. Anaweza libaya kwa ligi moja. Mimi sijaongoza ligi. Kwa hivyo hata nashangaa hizo season mkisema nimebottle na sijaongoza ligi. Cheki. Hebu ngoja nataka tu ile kitu moja hapa hivi. One kwenda kusema nini? Unaona situation ya Chelsea zile ilikuwa the first venye nani amesema hizo ilikuwa the first matches hizo za nani ushaona. Hii ya pili hii ya Chelsea ya Arsenal ya jana. Liverpool ngoja before game ya jana Liverpool walikuwa 16 points ahead of Arsenal, si ndio? Hawa sasa walikuwa na bado wako na game in hand. Unaona the moment ya wasa ilikuwa ni muwin tu hizo games zenyu mbili by the time we will be winning Liverpool atakuwa akifanya nini bado mko na sijakataa that's when nakumbuka the last episode niliwaambianga focus with what with your matches ushaona wewe focus tu na game zako history ya kusema sio Liverpool hata nani wacha wateleze tutajua hiyo time yao ikifika you one thing to sure they will not win hizo hawata win matches zao zote wanaweza watapata draw kuna draw zitatokea hapa Liverpool hawezi shinda nani but shinda game zako unaona ile situation ya Rice bro buda uko kwa ile as much as mnataka kukataa historia tio sija tuko kwa title race tuko kwa nini kuna episodes hapa hivi tunaweza utafutia gidi but ukisikiliza wote Rice hiyo swali I want to read unaona cheki unaona Declan Rice akasema it was a banter between him and the fans it means kama ilikuwa banter between inamaanisha the fans were mocking him hiyo kama ni okay mimi sijasoma hiyo part but mimi na personally mimi sijasoma hiyo part ushaona but mimi kenye tu yani mimi nilikuwa ile like buda umesha like umeequalize game ushaona
tuangalie context. Wewe umeeleza context ya Madialo was about Lakini they were mocking Manchester No, United. no, unajua mi kuna Today, kitu sijaelewa. if Rice ako na beef na fans wa Manchester, mbona lishash na equalizing goal? Sangegoja Ngoja Because shinda. because Declan Rice is not a goal scorer. Acha tufanye hivi. Let me give you an example. Let me give you an example. There was a time Anthony wa Manu, kuna kitu alikuwa ameandika kwa jazi, but because he knew he won't score, alionyesha time watu wanasalimiana, aliinua hivi jazi ikaonekana, si ndio? That was the only chance Declan Rice alikuwa nayo, because Declan Rice is not a goal scorer. Unaona kwa nini hii story ya Rice ni tofauti saizi, kwa nini we truly draw. But tungeshinda hiyo game. That was hiyo ndio one of the stupid celebration mazee imefanyika last season. No, look here. Una celebrate goal kulingana na vile ambavyo imekuja. Let me tell you, kama Rice angekuwa by the let me tell you, let me ask you a question, Chris. Chris, acha nikuulize tu swali. Sijui wewe, lakini where we were watching football yesterday, everyone was saying, wakuwa ni shahidi mahali kwa tumekaa, everyone was saying hiyo ni bao ya Bruno. At least unajua Bruno amefunga, because you are not sure about winning this game. So you had so it was very important. So it was very important for Bruno to celebrate. Hata nyinyi mafan mli celebrate because you don't know the outcome of the game. Sindio? The same thing with Rice here. Rice is not a goal scorer. Rice ibao, if we had won the game, ibao ndio ilikuwa imeturegesha kwa game. So this guy is within his right ya kucelebrate. Let me read what Declan Rice says. Declan Rice on his goal. It's an area that I want to keep getting in. Sorry, it's an area that I want to keep getting in. In more recent weeks, I've been making more runs. I've had way more energy about making them off the ball runs, and the ball's been dropping to me a lot more. I've been creating a lot more chances. This is something Declan Rice amekuwa kijaribu kufanya. Finally, it paid off. Mbona umsiasi celebrate? The other game, 2-0 against Everton, waliwafunga 2-0. Bruno scored, celebrated. Sliding tackle man, hadi unaweza umia, hadi unaweza fracture magoti. No. At home. Kuna kitu mimi najaribu. Point amwelewi ni yani ku celebrate si shida. Hiyo si shida. Angalia the circumstance that is making you hadi unashashwa tu. Unaona? Kushashwa tu kama unafunga winning goal, it's a different case than kushashwa tu kama una equalize. Okay, so okay for me to just ile kitokea hapo hivyo nataka nielewe. So it is not okay for Declan Rice to shash the best team in England, 15th placed, but it is okay for Amad Diallo to shash a 20th placed team with 9 points. It's okay. It's okay. Winning goal. No. Chris, man. A winning goal against Manchester United and a winning goal against Southampton. Angalia sikizeni. Ingekuwa buda ngoja. Ukiangalia kama uliangalia game yetu na Southampton. Nataka tukue tu honest. Kama uliangalia game yetu na Southampton were the better team kutushinda. Unaona? Hiyo game sisi tulikuwa tuna struggle. Unaona ile yani hiyo game ndio Ahmad ile ilikuwa individual brilliance ya Ahmad ndio ilifanya tukashinda ile game. Unaona venye nimwambia ile game the moment walienda 1-0 up bado walikuwa wanakuja tu all over us, walikuwa wanatufua bado walikuwa wanataka wanatuattack. Unaona hiyo wakiendelea kuattack wakaanza sasa zile chance zao you are going tomorrow sijui nini ushaona hizo kelele ushaona. So tulipata tuka-equalize ama de-equalize. Alifanya nini? Alichukua ball akaika tu katikati. Ushaona? Tukafunga the second goal. Akasherekea. Asa ile tatu ndo akamwambia sasa tulieni. Ushaona? Hatuna mimi sina shida na Declan Rice celebrating. Ushaona? Mimi sina shida naye. Ile celebration ya kwanza ile kuna ya mwisho akakimbia akaruka. Ile iko sawa. Buda umeikoleza afu unaambia watu tutulia. Sawa, wewe tulia maybe naweza sema pia iko sawa. But hata tunaambia mtu equalizer bro na ndio mte church. Bana timu gani player gani ashaambia watu ende nyamazeni. When we are watching football, let us be accurate with stats. You said Southampton was the better team. Manchester United had a ball possession of 59%. They had an expected goal, an XG of 3.20. They had 9 shots on target. They had
23 goal attempts. How was Southampton better than you? Sasa basi acha sasa nikwambie. Ukiangalia for the first half ya hiyo game, hakuna kitu tulikuwa tunafanya. By the honestly, I watched that game. What Southampton was doing was running on the pitch. That's very different. Ndio maana umesikia nani Keva akwambia yesterday we played into what Manchester United were doing. Unaget? Ndio maana Keva anakuambia arguably Man U played a better football yesterday because we played into them. Southampton was just running kwa uwanja. Secondly, you won against Ipswich with a red card. True or false? I didn't see you people shashing these players. Between winning with a red card and beating Southampton. No, you're so focused on wajua kuna kitu Arsenal versus Manchester City, the first leg. Arsenal down to 10 men. First half. Manchester United City scoring wanafunga dakika ya mwisho with John Stones kufunga bao. Uliona the way they celebrated? Aya, kando na hiyo Rodri equalizer Rodri last season. Rodri alitoadi jazi. Na tulikuwa kwao. Bro, hakuna mtu ako na shida na celebration ya yani ya Rice. Yuko na kitu moja hapa tunania tuelewani. Ushaona. Unacheki the moment unakuja kuambia msee shash, hiyo inakwambia nimekupiga. Nimekupiga paka nakwambia tulia sasa. Ushaona. Buda unaweza Buda draw. Yani umeequalize No, come on. Who wouldn't understand Rice situation? From West Ham to Arsenal scoring against Man U at home. Tell me why you wouldn't do that. Tell me why you wouldn't do that. Hakuna maze Rice made 3 celebrations. No, come on. Ukiwa Twitter celebrations tatu. Mtu mwingine ana complain. Haimaanishi pia mimi Gidi. Anafikiza point nyingine bro. Ninataka kumeka juu time tumekula nyingi kwa hiyo topic. Nini? Rice ana right ya celebrate. The way I celebrate. Ya nini? Rice alichukua 3 points nyumbani, amechukua 1 point Manchester City. Ona mnatry on Manchester City alichukua 1 point kwake aka celebrate yake yote mimi nikiwa down to 10 men akaniambia ni okay. Akauliza who the fuck are you? Comparing angali ngoja uona kucompare story ya nani ya Man City na nani game ya Man City na Arsenal time Man City walifunga wale ilikuwa last minute game ilikuwa inaisha 90 sawa sijakataa mlikuwa 10 men but game ilikuwa inaisha. Unaona game ilikuwa inaisha but here angalia Gidi angalia hapa hivi check kwa nini nimesema jamaa kuna loser mentality. Hawa say is like washa give up ile story. So maybe amtafikia Liverpool but at least make ile 2020. Okay. By the tumekula so much time hapo hivyo. But honestly we've seen hata msea equalize na kitoa shati na anapewa yellow. Leave alone ikushasha. Amjaona hiyo stuff. Msea na equalize anatoa hadi shati na anapata yellow. Una get? So I don't think honestly I don't think scoring against okay maybe final question before tutoke hapo hivyo kwa story ya Man U na Arsenal. Season inapoanza kila timu sign. Why is it that it's always Arsenal that is expected to win the league? Because Chelsea ana sign players, they have a manager. Ikifika January they still sign. The same to Manchester United. They change managers, they sign players. Ikifika January they still sign players. But it's Arsenal that is expected to win the league. Why don't you speak of the same expectations on your side? Because you have spent so much money kuliko Arsenal kusign players. You've spent so much money on bringing coaches. You've terminated contracts za coaches. You've terminated contracts za sporting directors akina Dan Ashworth na mkawaleta bado. But at the end of the day, it is still Arsenal that is expected to win. But Manchester United, Chelsea, the likes of akina Tottenham are not expected to win the league. So on my part, Arsenal expectations zao ziko juu sababu Chelsea na Man U, it's a project starting on a later date than Arsenal. Unaona? Arsenal nyinyi nini project yenu mmeanza kama 2020.
Chelsea wameanza 2022, Man U wameanza 2024. Naona you are years apart, plus mmekuwa mkiperform better na team imekuwa na time kujel. So expectations zenu ziko higher sababu ni pia mmekuwa mkionyesha kwa maybe you are trying to perform. Naona let's say the mentality part in our mess, but you've been here, naona, compared to Chelsea na Man U. Sasa huwezi compare Chelsea na Man U to Arsenal useme ati Chelsea itakuwa kwa title race ama Man U itakuwa kwa title race ina compete sababu we are still so far. But so you want to tell me that post Ferguson era it's still a project? The last time you won it was it 2016 or 17? 17. It's still a project. In between 2017 and now. Yes. Niambie major trophies tumeshinda. In between 17 and now you've won a Champions League. You've won a Europa. We've won an FA. No, we've won. So your FIFA, project, FIFA Club World Cup. But still, you are defending your performance by saying that you're on a project. We are under new management. Unaona, same to Manchester United. The project is only on the previous. No. So every manager with a project. Angalia cheki kenye nani atry kumaanisha acha me in my view unaona you can't compare saizi the nani huwezi compare Arsenal, Chelsea na United unaona. Ateta amepata ile time from 2020 he has been yani kuna players amekuwa akitoa, he's getting players wenye anatry kufix in every position apate the right nani unaona. Kama saizi mimi na Arsenal tukienda kwa market mse ako na tari si ati anaenda kutafuta a whole squad. Ushaona mse saizi ni kama saizi they need of a striker. Mse saizi ni kwenda kwa market tafuta striker eka hapo unaona. Ushaona sisi on the other hand mi bado mazee nafare shuffling nyingine kubwa saizi. Mimi saizi niko kwa new management. Ushaona mimi nataka shuffling nyingine kubwa. I need a goalkeeper. Defense yangu kuna watu bado wanafanya midfield, striking yangu ushaona. Mimi part yangu mimi ni time bado ushaona. Amorim na Teta mpaka hadi Amorim amesema yeye hayuko sure kama atapata hiyo time the same yenye na venye Teta amepatiwa. Okay, question is Nimesikiza interview na nani leo Ratcliffe amesema Amorim is here for a long time. Yeah. Gidi. Okay. Under new management. Another question you see when you're talking about whatever you are saying, it's not like season ikianza. You see, that's why I said when the season begins you people sign and you make major signings. You have 100 million Anthony. So unajua by the Kevo no. What I'm trying to say is ingekuwa unatumia academy players ama unatumia loanees from other teams, at least ungejitetea. But you people make signings za pesa nyingi sana. But what is the outcome? Because at the end of the day it's okay, all so about like, Arsenal Fidel, not winning. Arsenal not Fidel, winning. Your point ni like tunaweka pressure kwa Arsenal sana. We are focusing more on Arsenal kuwin ama nini. No, my point is at the end of the season it's always performance ya Arsenal. At the end of the season you're not talking about performance ya Man U with all resources that have been given. At the end of the season you're not talking about Chelsea na resources zote. At the end of the day you're not talking about Man City with respect to this season. You're not talking about Man City after spending more than 100 million January transfer window peke yake. The subject is always Arsenal. Arsenal lives rent free in your heads. It's always Arsenal. Yet every team has got a coach. You have signings, you make signings, you have an ownership. I don't understand what the problem is. So Fidel la complain tuna focus sana kwa Arsenal. Ushaona, but check Fidel, ukiangalia the last 3 seasons, you guys have been the better team, man. Yeah. Unaona, hakuna mse ashaiwapinga. You guys mmekuwa the better team. Unaona? Maybe Liverpool saizi anafanya fiti. Last season sawa kuna venye alikuwa na ile alikuwa ameenda form imerudi chini. But consistency from the last 3 season Arsenal wamekuwa kwa hiyo level. Unaona? So expectation lazima unaona the moment uko na level yako imekuwa high. Hiyo ni kitu hakuna mtu atakataa. Arsenal level yao imekuwa high. The moment level imekuwa high, kuna expectations lazima pia zitafika hapo. You fans mko na expectation kwa sababu gani? Mmekuwa season ya kwanza the last 3 hiyo season ya nyinyi mkaanza kuperform best. Mkasema we are going for it. Unaona? Ime last season mkasema we are going for it. This season mlisema hadi pia we are going for it. Ushaona? Sasa sisi the moment mcheka hizo expectation, sisi other fans wa teams zingine pia sisi tunaivia like okay fine, usipofika hapo hivyo we will be there.
Ushaona, that's the same kitu. So sisi yetu ni we are there as much as your teams don't have expectations. Si ati we don't have expectation. Unaona kuna venye Gidi amesema kuna kitu pia inaitwa reality. Unaona mimi nikianza season nilianza na Tenaga. Personally hakuna ani mafans wa Man U tulikuwa surprised Tenaga alianza season. Tulikuwa tunajua mse after FA final mse anaenda. Guardiola alifika mkasema hizo ati Guardiola alikubali achukue FA, but you said he's a better coach than Arteta because Guardiola alimwachia FA. Alimwachia FA gani? Ile hata hivyo ndo mmeiweka. You are playing against players when you are gonna ngoja before last season tulipatana na jamaa tena champions nani FA. Ushaona walitupiga. So hiyo sisi hatukuachia. Hiyo hao walitupiga. Basi sisi tukija kuwapiga hao walituachia. Tuache ni excuses. Yeah. You guys are talking about Arsenal having a project and you guys trying to have a project. Mtakuwa na project aje after 6 months to 8 months coach ameenda. How will you guys have the project? Because how many projects have Chelsea had since the last time they won? Lampard came Tuchel akapewa nafasi ya ku-maintain on the Premier League. So if you guys are talking about projects, Arsenal Arteta ameachiliwa for a long time, na ndio maana we are talking about the project. So Tenaga alikuwa Ole had a nice project, by the way. So nyinyi mtakuwaje na project? That this is not all about Arsenal and hizo teams zingine. It's about how is Manchester United, Manchester City, they had their project. It may work out because some coach amekuwa there for a long time. Liverpool hadi season in success ya ni success ya Klopp. So how will you guys keep on saying project yet you don't give time? Coaches wanakufa. Okay, sawa, unapo seti yani unaona about your project management pia lazima inahusika. Unaona Ragnick kusema Amorim is going to be here for a longer period. Sasa Amorim amekuja juzi. Si ati ni msamekuwa. Sisi tumekuwa na Glazers. Tumewadi umekuwa ukiona fans kila siku, hata jana walikuwa na chance Glazers out. Kwa nini? Wana mismanage nini? Team. Ushaona. The same yani unaona okay, unaona kama Manchester United. Kwa nini managers wanakuwa fired hivyo sana? Manchester United ni timu kubwa. Unaona? Kuna expectations zao zinakuanga so high. Unaona? So the moment tunaona nini, alafu niseme kuna period tulikuwa hatukuwa na ile patience. Hatupati manager time nini ushaona. So saa hizi tumefika in a situation yenye like we just have to be patient. Unaona? Kama mimi personally say mimi sina noma na Amorim. Bro, hata kimaliza number 17 na kimaliza number 16 mimi niko okay. Kwa nini? Because nataka kuona sasa hiyo kitu nani imekuwa build. Unajua sisi tumekuwa tukijua like we have to win something. Ushaona? Sisi you guys mmekuwa mkiangalia lazima tu bi nani bro nani generate kila mtu yani to wait. Nyinyi nyinyi hawaingilii vizuri. Sasa hizi tuko hapo kwa hiyo situation sasa lazima ushaona. The same thing na Chelsea. Ushaona Chelsea alitoa kila mtu. Sasa amesign new players. Mimi sina pressure na Chelsea again. Niwapatie ile time yao. 1 billion. Ushaona. 1 billion. Mazesi natetea Chelsea. Ameleta wase new. Ushaona lazima at least kuna ile blending ushaona. Angalia ukiangalia kama for example kama size Palma na Nkuku hakuna ile cohesion. Ushaona. Palma alikuwa na nani fit na Jackson. Ushaona the moment Jackson ameenda zona saizi Chelsea inapata shida unaona. Yeah. Bro, so yangu ilikuwa ni how will you guys build a project? Na ini si ndo sasa ndo sasa unaona mimi yangu ndo imeanza sasa hizi. Ushaona Ragnick akitupatia ile assurance Amorim anaenda kwa hapa for long. Meaning hayuko affected na results zenye ziko sasa hizi. Ushaona? Pia kwa interview yake leo nimejaribu kupitia haraka Ragnick amesema there are players pale example kina aliyemtaja Madina Casemiro, Anthony, Onana, you mentioned about 4 or 5 players. Those are inherited players. Yeah. So
hiyo uanze kujua kwa akili ya ratu kuna wapia hadi alikuwa anasema kuna wapia wanalipa pesa mingi na hii sasa so this is a manager mwenye this is a owner mwenye anataka kuipeleka mahali so the fans all the time mmekuwa mkisa coaches mmekuwa shida imekuwa kule juu but coaches ndio wao wana so project yenu itakuwa itamake juu ya management huko juu ya so sasa hizi ndo kitu ndo tumeanza unaona juu Ragnick manager ameleta ni ya Mourinho alikuja akapata Tenaga kondani ushaona so sasa hizi sisi ni tunataka kuangalia hiyo project ndio maana ukiangalia most Manchester United fans sasa tuna pressure tunaangalia okay ni project ikifika time pale tukifika mahali Arsenal amefika tukioni na take long lazima tutaanza kucomplain juu buda tumekupatia hiyo time mbona udeliver unaona juu hatutaka tukisema like ati season inakuja season in season out na Netflix nini mpaka no tunataka something show us nini ushaona for now tumempa time next season bado mimi personally mimi as a fan nitampa time but after hizo kuendelea huko ikianza ni Netflix hapana. You were saying something namsikiza tu stories za Netflix hapa but I disagree when you say Arsenal has been the better team for the past 3 years. I disagree. Why? I disagree. Why? And I'll ask you one question. Katika title winning team ya Man City ya last year, how many Arsenal players can fit into that team? How many? Saka, Gabriel Saliba. Gabriel Saliba lazima. So Gabriel Saliba is better than wanaitwa nani? Akanji. Maybe Saliba is not even a starter France. How good is he? Ni Deschamps. That's the Deschamps. So out of 11 only 3 players can fit there. No, maybe Odegaard sababu De Bruyne kuna venye let's say kama this season De Bruyne ako shake Odegaard starts lakini la season okay tusiende mbali katika hii title winning Liverpool team ya this season how many Arsenal players can fit there? Maybe Saliba. So Saliba is a right-footed centre back. Van Dijk is a right-footed centre back. So Saliba can bench. But Liverpool is right-footed nani wote. Wote wanaenda. Kwa hivyo Konate anaweza benchiwa. Fullbacks So but still you are saying Arsenal has been a better team for the past 3 years. Performance wise. Come on. Performance wise imekuwa better. Unajua angalia unajua maybe quality can be better but according to consistency and performance you've been a better team than most teams. But those two teams nimetaja they have won more matches than Arsenal. How have Arsenal been better? Okay, let's first the first season in Arsenal akaanza kuwa better. Nyinyi ndio mlikuwa the better team. You were playing against City. We were chasing the title kwa City. No, City walikuwa na chase title kwenu. Ushaona because we were chasing the title kutoka kwa City because City ndiye alikuwa holder. Sawa. We were chasing the title kwa City. Kuna timu inaitwa Nottingham Forest hapa hivi tumekuwa tukisubiri Nottingham Forest ishuke iblanda lakini there is something that is working out for Forest. Because Forest amedraw Liverpool on Monday. Forest amedraw Arsenal. Alimchapa home. Sure alipiga Liverpool akadraw. Juzi umse amepiga City. So what is working out for this Forest team because ni wonders ni magic ni kitu tu ni guesswork juu yezi kuwa tunaelekea kumaliza season na bado tulikuwa by the season ilipoanza tulisema pale juu kuna mgeni kazema atachoka lakini sasa Nottingham Forest is proving us very wrong but si kila season amekuwa kitokea there is a season ile time yenye Nuno Sanchez alikuwa ameenda nani Warabuni Nottingham Forest alikuwa mahali pabaya in fact kuna the other season pia tukiwa kwa title race wakitupiga 1-0 yule nilikuwa na mani 1 ile aonya akipiga hao jamaa alikuwa vibaya. I think there is something that is working out for them. Nasema yani wako na ile pale place wako saizi ni kama imewapatia ile nani ile drive ya kuambia yo tunaweza
unaona yeah by they have a good owner maze ukiangalia hata sijui ilikuwa ni the last match the moment walipiga City mse wanao walitokea na great killer player yani ni kama yani unajua the moment you ona anafanya kitu kama hiyo ni kitu pia na drive so as una feel is part of the players pia kuna venye wote wanajituma sasa hizo wanajituma punda afe mzigo yule mse akikupata vibaya bro yule mse achoki yule mse anakupiga na anasonga so Forest iko na average players ambao wanajituma shida ya City ni gani hata kando na kuijudge na hii game ya Forest generally shida ya City ni gani City ana rebuild City ana rebuild team yake sasa hivi yote juu as in City si kama hizi timu zingine sisi wengine tunangoja season iishe ndio tuanze ku rebuild ndio tuanze kuachilia some players nini but ukiangalia ile timu yenye ilikuwa last year ya City bado wako but wanaleta new signings the older and new people sitakudanganya sama ikifika niko sure City ataachilia players wengi City size ana rebuild ukiangalia is bringing fresh legs nini maybe kwa goalkeeper ndo bado sijaangalia but at least ana train yule anaitwaje so City for now mimi niseme hiyo rebuilding yake ana rebuild lakini pia bado ako in a safer position unaona ako na chance bado ya kucheza Champions League but from winning the title 4 times to fighting for Champions League spot hiyo kitu ni tasa ukiangalia the same team yenye especially kwanza ile season ya treble ndio iliwa drain alafu akakuja sasa la season kwenda tena head to head na Arsenal ile nice ndio ile so draining kwenda for retaining hiyo nani mara nne ni ngumu si rahisi juza ile zile cause hadi alikuwa bado Champions League amekuja ametolewa was it quarter ama semi final quarter final na Real Madrid unaona so as in for now as in niseme wale the older nani wale wengi wazee sasa ana rebuild analeta fresh legs na nani so we are likely to see a better Man City team next season which is also not a guarantee by the way because this is the Premier League but as in pia we want next season pia I believe kuna team tena itatokea because nimerealize in Premier League lazima kuna kanga na team kanakuja kana do perform la season ilikuwa Aston Villa Newcastle alikuwa hapo akakuja Aston Villa Brighton Brighton hakumake it top 4 lakini Aston Villa my worries hizi teams za season moja hizi teams zikienda UEFA hizi team huendaga tu kupeana free ride huko hivyo UEFA but ukiangalia Aston Villa bado kwanza UEFA amecheza kwa form hii new format pia kidogo inasaidia performance Jumaze walipatana na Newcastle alienda kwa group iko na AC Milan PSG na Borussia Dortmund paka Bayern walikuwa group ya Bayern pia mse yani hadi nilikuwa mimi sikubelieve Aston Villa atafika place yani size yako juu ukiangalia hadi hii game yake ya juzi alishinda was it 3-1 so he has a chance yani bado ana chance ya lakini Aston Villa wako na coach ambaye ako na experience ya European football hata kama si UEFA lakini unaamri amebeba Europa is it 5 times or amebeba sana but there is only umse ako na experience ya Europe ya European football we touch something on Liverpool has won the league definitely alafu kumbe nimekuja nikarealize the reason I stole Liverpool hawana hizo injury crisis walisign huyu jamaa akona masters in science hiyo ndio kitu nilikuja nikawaja nilifollow up hiyo kitu leo ndio nilikuja nikarealize walisign wakona hiyo team doctor wao akona masters in science so ni mse nani akikuja anaitwa manager wao Slot alikuja na yeye unaona ukiangalia hii team ya Liverpool attacking kuna waseba walikuwa kwa ile previous team ya nani ya Klopp na ni Slot anatumia timu yenye Klopp alimwachia unaona so as niseme as much as tunaliesi wengine au injuries nini lazima pia kuongea good doctor mwenye nani ana try to keep your players fit so lakini I feel at times injuries are unavoidable kwa sababu player anajituma aonyeshe coach nahitaji I can play nahitaji na hiyo ndio kitu ilifanya Jesus akaumia. Jesus ametoka how do we call it hii tukiwa pre-season Jesus alikuwa anajituma. I think that is one of the reasons why we didn't sign a striker because Jesus alikuwa na injury. Ateta akasema umse anajituma at least he is showing hatukusign. So I think hiyo kujipush sana kutaka kushow
coach kwamba I can play and I'm ready to play. I think hiyo ndio kitu juu unashangaa player anaumia training. Unajua at least afadhali yule amekuwa cluttered kwa uwanja, mtu amemuingia mabuti, you at least unaweza sema, lakini msana umea training kwa uwanja, msana anakaa tu chini mwenyewe. I think in as much as well Liverpool wametry to mitigate hiyo vile Manu walisainiwa nani huu team Dr. Arsenal, but I feel at times injuries are unavoidable because even before jamaa kuje Mo Salah amekuwa akicheza injury free. But ukiangalia saizi ya baadhi ilikuwa ni Mo Salah alikuwa anga 2 fit. The rest of the players ulikuwa unasikia nani ameumia. Mo nani anaitwa Jota alikuwa anashinda career tu ni hospitali. At least size this season iseme ametry at least amekeep nani amekaa fit. Yeye na kina Diaz. Liverpool secret to hiyo fitness yao. I think it's style of play yao inachangia in some way. Sababu wao they do most of the work off the ball. Unaona? Hiyo kwa let's say kwa possessive team kuna venye hizi vitu kama tackles nini iko more draining, na pia it's easier kukua tackle tukikuwa na ball than ukikuwa bila ball. Sasa Liverpool tactics zao I think pia kuna venye in some way inasaidia. Juu ukiangalia match zao ni let's to defend na nini vizuri. Wanakuacha possess ukuje kwa half yao then wao watakuit na counter quick attack. Naona so I think pia maybe kuna venye inasaidia, but it's a thought maybe. Chelsea Palma miss penalty man. Palma the first time he's missing a penalty. But as much but as in hata kama ni alimiss for me Palma yani the last time Palma scored was January 14th. January 15 paka saa hizi unaona game gani ngadi hadi sasa ndio nikaonea kitu hadi nikasema hata mimi by then niliona sikuamini niliona amekaiaje FA ama Premier miara sijui yani kwani ngoja meaning imekaa wewe unakumbuka bao ya mwisho wa Palma meaning imekaa sana but as in players Palma sijui form yake ya this season na last season ama season ikianza midway form yake kuna venye imeshuka kiasi juu ukiangalia sijui ilikuwa ni game jana msee yani ako na miss passes zingine yani kuna bola alipeana tu opponent alafu tena amesimama mpaka niko like yo umepeana nini harass the ball bado uko hapo hivyo ndo umesimama yani sasa mpaka niko ile ama ile kiburi shamuingia like you am the main man kwa hii team ama nini hizo ndio vitu nilikuwa najiuliza maybe pia ni fatigue, but this season amekuwa off midway this amekuwa off sana kama na Miss Jackson sometimes Jackson huwa anafanya Palma sababu Jackson Palma nilirealize ni player ukiangalia anaangalia movements za wengine sana naona plus Jackson ni mtu anakuangana runs zingine fit kuma mpira ni rahisi na pia ni player kaina ball sana wantua ya haraka na Neto ukiona kule pia ana run na nini so it's easier for Palma to play such players, lakini sasa akimiss such players uko na mtu kama Nkunku akipata bola na it's either post game ama atoe tu pass unaona. You see by the for a central attacking midfielder utakuwa judge na hizo passes zenye unatoa kwa final third. Sasa kama uja master moves za ama runs za player mwenye unafaa kumprovide the ball you will end up making runs balls zitakuwa zinamfikia na makosa itakuwa yako. But okay, Nkunku should also anafaa kuwa learn mwenye anamsupply mpira ni nani na how does this player distribute this ball. If kama ni player wa short runs, kama ni player wa 1-2, unajua kuna maplayer wengine ni 1-2 tukienda 1-2 tukienda. Kuna maplayer wengine kuna some providers they will always find you where you are. Tuka KDB atakupata mahali huko. Lakini wengine lazima wapige 1-2 short runs akikutafuta mpaka at least una produce something magnificent. Disasi alikosa namba sasa ni first 11 Aston Villa. Joe Felix ni starter. Amekuwa akistart AC Milan but naona bado akicomplain first 11. You have quality man. You have quality.
but these players were not helping you when you needed them. No, let's say I think your part naweza sema partially the coach was wrong na some players. Kuna players kama Renato, maybe Felix kwanza sayange tusaidia wala hadi mimi okay mimi personally nilishtuka niko like yo machilia Felix na Sancho hata Nkunku bana hadi Sancho mpaka niko like yo huo msee anaanza anafaa kuanza mbele yao watu wawili ona Felix as much as need hata una get hata time Felix bado yuko Nkunku alikuwa anaingia sub, Felix anakosa kucheza game. So I think sijui kama hii signing ya Felix ilikuwa imelazimishwa. No, maybe coach tu. Unajua kuna maplayer coach wa hataki. But maybe body inataka. But hata ukiangalia mse anaitwa Kelly mwenye alitoka Newcastle akienda nani Juve. Mse sasa ni first 11. Una get. So I think sijui kama I don't know kama makocho appreciate quality ama wenye wako nje ndio wanaona quality ya huyu player. Usielewe. Billing sasa ameenda na side ya Napoli kubeba ligi. Wallahi. Una get na huko Bournemouth hata alikuwa Diaz. Una get Billy Gilmour atakuwa starter Brighton unless kuna injuries, lakini saa hizi so I think kuna makoches wanaangaliaga wanasema yule player as much as kule ni bench ana fit kwa profile ya hii team anataka kutengeza. Sancho okay. Nakumbuka wakisema we have signed we now have the better Sancho. Nilinyamaza tu nikiangalia nikasema wallahi by the Gideon alimtetea sana. Sancho anaweza sema he's okay. Sisi makobba Sancho ni wale maplayer wanakuzia tu false hopes. Ile tu kweli. Sancho ni wale maplayer wanakuzia tu dreams. 15 games 0 goal. Juu msee huu ni winga mwenye hata akipata ball tunafaa tuende mbele atatuliza. Left wangu angalia kamera wapi chukua. Yani is like ule msee anachezea tu ndani TikTok. Ile msee anacheza kwa TikTok. Hizi 2 games amekuwa kicheza fiti jamaa. I think ni ile tu maybe watu wanamuonea nini. But some games inaweza kubali amekuwa off. Lakini Sancho amekuwa na some nice games. No but my question is Sancho is a winger. Yeah. For a winger you either have to score or assist. Bro hujafanya hizo zote. Kwa sababu gani Sancho apigiwi kelele in as much as alifunga mwisho 15th January huko Valentine? Nijua at least mse even before that kuna kitu nani huo mse amekuwa main player. Kuna get given a chance kuna kitu atafanya, but for Sancho is not scoring, he's not assisting, he's not pre-assisting. Aya, so is it time tuachane na maneno ya Sancho because same thing Man U, same thing Chelsea, same thing Dortmund alicheza the first few games the same thing alifanya Chelsea. So mse akisha settle in na relax ama yeah. I think niyo part ya ku relax I think yani mistake Sancho alifanya ni kurudi England. The moment alirudi England alikuja ka relax. That's why I didn't know Bellingham made a right choice ya kubaki outside England. Sure. Juu ukiangalia majority of the players when wako England mse wajua the moment uko England unachezea yani any team in England alafu wewe bado pia ni England international yani player. Ile pressure haiko. Unaona hauna kitu ile like yo juu ukiangalia media ina kuprotect nini media hizi attack their fellow nani unacheki but sasa ukiangalia the likes akina Bellingham ana perform size juu akweli like yo ile ni Spain the moment utacheza tu shit wala sasa wanakukulia na wewe ni foreign player wanakukulia akiwa bodi nani Dortmund wale Germans hawatakuweka unaona but sasa wale Sancho akiwa Dortmund the first time akiwa Dortmund ule msali alikuwa ngafire hakuna alikuwa yule nyingi alikuwa unstoppable but the moment kuna jamaa alisema the moment Sancho alikuja tu England amekuja akapata ile kio niko na most of my friends wako around us yani ni ile nani FA Youth Cup na nini unaona yani ni ile so Sancho angebaki tu huko mahali kwa tunajua ana pressure ku deliver sasa hizi ana pressure juu anajua hata nikiona ameenda matches kibao hajafanya kitu yote hakuna mse anaongea unaona size in the current transfer market Sancho anaweza fetch hata 40 million goal
because now who will be interested in Sancho right now, because Chelsea ndio, I don't think Chelsea will sign him. No, it's a must mchukue. Ni must. Amefikisha hizo games zenye alikuwa acheza. Chelsea tuliwaambia wakimaliza above 14 kuendelea lazima wamchukue. Hiyo ndio ilikuwa the only, hiyo ndio alikuwa anatubebaje au Manchester. so officially ni player wenu. Ni player wa Chelsea. Congratulations, you have a player. Mimi wanasema malipo ni hapa duniani. You can't give us Sterling and you expect to go unpunished. Sasa ndio analipwa ngapi? Nani analipwa ngapi? Sancho analipwa ngapi? Ni Manu ndo analipa bado. Tunawapatia wanatoa 250 hawa. Alafu nyinyi mnatoa ngapi? Sisi tunatoa 100. Malipo kwa hapa duniani bro. Mahesabu ni mbinguni lakini malipo ni hapa. Kile jana Sterling akasaidia. Lakini middle ile kamera zilikuwa tu fine, yani Sterling hajawahi funga against Man U bana. Jana ndiye angefunga. Wallahi by the way. Akiwa form yake imeisha hivi jana ndiye angefunga kweli. Hajawahi. Never know mzee. Rashford as Villa sawa, is doing good. But then Rashford, wacha tuangalie kwa sababu gani? Okay, siwezi judge na the few games zenye amecheza sasa hivi. Because tukiangalia what nani happen with Sancho. Tukituli compare the few matches, tukaona wewe umse na dancer alikuwa ni nani alikuwa ga West Ham. Nani? Lingard. Ile msasa sikiza ni China zile Korea huko. Jona. Tukimwachilia watu at least wapatie some time. Wacha nimpe time niangalie venye nani, but Rashford naye hatukubatia Aston Villa conditions mingi. Lakini kuna 40 million if in any case Aston Villa watataka kumsaidia. 40 million itakuwa pesa nzuri. Considering Aston Villa ashamwibia Mwarabu. 88 million kwa Duran. Atakuwa I think Aston Villa at the end of the season, I think Aston Villa already have players tayari. Because kama watapata Rashford on a permanent transfer na Asensio, because I don't think Asensio anahitajika tena PSG. Yeah, so like wakipata players wawili, I think itakuwa tu ni ku-strengthen tu. Na by the way, Disasi is also playing very well. Kuna blocking ina alipiga juzi. Msesa hizi anajiua. Tena anacheza right back. Imagine anacheza right back. Alilazimisha transfer meni juu. Alilazimisha by the way aliforce. Kuna timu ilikuwa inamtaka akakata hiyo timu akasema yeye ndiye kwenda. Nilikuwa nasikiza Lukaku kwa interview juzi alikuwa anasema there's something wrong at Chelsea. Alikuwa anasema there's a time when they were first out of the project. Alikuwa anasema hata kuchange na kutrain hawakuwa wana change na hawakuwa wana change kwa locker room ya senior players. Walikuwa wana change kwa nani? Kwa youth locker room. Walikuwa wanacheza wana train hadi na vijana, like alikuwa anasema when Chelsea doesn't need you anymore, they don't tell you. And then like wakati transfer window iko karibu kuisha, now they are trying to push you away. Like utakuwa too desperate tuseme juu hapa sitakikani, let me just go for the next available team. Do you think Benny McCarthy atasaidia Kenya? Okay, tukiachana na Manio, but he was doing good nani akiwa nani South Africa. Okay, game plan yake nikiangalia is more of attacking. Yani game hadi ukiangalia alikuwa ni Sundown. Mamelodi Sundowns. Ukiangalia hizo ma highlights za games nani ukiangalia attacking yao yani is more of an attacker ni manager ushaona. So as in kama ataweza letewe mentality nani kwa national team then as in naona itakuwa fit juu hatuna hiyo drive ya kwenda mbele. Ukiangalia Kenya nani our national team wenyewe wanacheza attacking yetu inakuanga tu poa. Tuna deal tu na cross team sasa shike bola angalia wewe Zolunga aletewe high ball ya juu win header. Alafu ukiangalia balls ukiangalia sijui kama too basic. Yani balls vya mtaani mazee. Shike ball winga amepata ball. Olunga kwa wapi, acha nimweke cross ajaribu maybe anaweza angukia. So as in mimi Kenya razin aingie mtaani angalia the right players ushaona. Achane na hizi majina makubwa. Sure. Juma zetu tuko na majina kubwa kule nje, ndio msana anacheza Europe lakini msana achezagi. Yani msana ni sub ya sub. Sure. So like yes msana anacheza Europe anacheza kwa kuna division nyingine hata ijulikani yani kwa ile like yo. Sasa ma team zinapita railway inapita katikati ya uwanja. Like haina tofauti kubwa na. Olunga pia is a good player but mimi pia hata hii record yani buda unacheza Qatar. Unacheza ule Qatar lale Waarabu buda. Alafu unataka kutuambia timu mazee yani unaweza score 40 goals against hao wazee. But the buda umekuja huku.
mimi Olunga sijai mtambua kama striker ile na ni noma sana. Kevo But let's- McCarthy Yeah. But saizi man, Friendly. Gidi saizi. Mse was the last time Gidi nani huyo Joe Boys mrefa jina gani Olunga. When was the last time Olunga alitoka Europe? Alitoka mwanzo Europe mwaka gani? hata uko by the Girona aliweka professional senior parents Ali make game ngapi msacheza game ngapi alianza game alicheza alianza- funga hatiko akiwa friendly bro Yeah. akiwa pre-season bana ile haikuwa competitive Didi. hiyo hat-trick yenye unasema inge trend hapa kwa news hizo ndio ingekuwa Bwana. hiyo ndio ingekuwa kwa news bro. huo Lunga bana unamlazimisha tu kali bana Huyo jamaa man. Gidi huyo mseni ako na height ile ya kuwin hizo ma aerial balls nini but ile yule but pia as much as we are judging Olunga, Mhm, Skiza, mhm, the likes of Abubakar, the likes of Nigerian defender Trost mhm. Trostekong. Kong. Mhm, These are players, animal players wanacheza Arab. mhm. So Arab League haimaanishi it's a work league. Arab League is better than our African League. aya hiyo sijakata but Okay, Girona Olunga alikuwa na in 14 appearance alikuwa na 3 goals na 1 assist. Ni Mkenya alijaribu. Kevo McCarthy. Alafu a player on loan. Mm. Alafu Skiza, ukiangalia the kind of nini. Saa zingine we kind of judge Olunga too much. Pia tumeona mastrika pia wengine wakiwa hapo 9 we are not producing anything. So the problem with Kenya ni ilikuwa nini for a long time. Our wingers na midfield. We have the best players in MVP in our single jambo, but national team wamekuwa bench. Unaona, we are using the names. These old players when you Gor Mahia kenda Yanga, what is Yanga bali kama kuna Mkenya anacheza South Africa. Hii timu yani there's a Kenya ni Okello something yani. Mse hadi yako bench buda, yako bench huko alafu akikuja wakati namuonanga kianza mpaka niko like oya huyu mtu ni bench. So sometimes the service in Olunga anapata kule Qatar, hata ukiangalia kama leo ni jana mani walipiga 4-2, juzi walipiga 2-1, zote amefunga. Ukiangalia the kind of services anapewa ni zenye tu wewe funga. Lakini pia ile tu kweli bana. Msee ligi ya Warabuni bana. Ile tu kweli bana hata kama Olunga anafunga. Lakini bana ligi ya Warabuni bana tusipigie kelele. Ashapiga vibao 10. Cheza na mashehe bana. Cheza na mashehe bana. Wacheza na shehe kufunga kwani angalia kufunga kuna wazo kuna Warabuni? goalkeeper Kwani kwa Gideon atakusema hakuna maplayer wamefunga? Hakuna watakuniambia hakuna maplayer wanacheza domestic football ambao washafunga World Cup. South Africa Yule nani yule umse alifunga bao ya kwanza ya South Africa wakati wa Sifiwe Shabalala alikuwa anachezea wapi? sawa. Kucheza Warabuni ama Europe kufunga World Cup si kitu. Mse ufunga man. Timu gani ya Afrika ishafunga hizo big teams kwa nini? Brazil imepigwa na nani? Brazil imepigwa na nani? Cameroon juzi. Kwa hivyo si bao. Game ina mata. Walipigwa knockout. Ilikuwa knockout bana. Brazil Cameroon. Okay, Cameroon. alikuwa asha qualify. Yes, alikuwa asha qualify. Alikuwa asha qualify lakini Alipiga. na Saudi Arabia when it mattered the first game. Ilikuwa ni group stage. Ile ilikuwa ni group stage. The first match mimi kuna games zingine. hizi timu za Mimi bado kuna games zingine. hizi timu za Warabuni bana. Hapa kushinda game ya kwanza. Hizi timu za Warabuni bana hakuna. Baada Coutinho ameenda huko hivyo nataka kuna tuko bana. Hizi timu ziko juu yetu. Sijakataa, yeah sawa, maybe wako juu yetu sisi. But Unajua hizo timu kwa juu yetu doesn't mean that they are better than the African League. resources wako nazo, unaona. Sisi wameinvest pesa kwa nani yao bana. Sisi huko kwetu resources ndo hatuna. Wewe unagi saa ingine uwanja ya 40,000 capacity Saudi Arabia kina Cristiano akicheza unapata iko na attendance ya 15,000. Wale jamani resources wameinvest kwa nani hizo fields zao kwa nini? Let's put our resources there. No. Before you tell us to put the resources, do we have the resources? Sasa nasema the government should utilize. Sasa wataiba Kule ni investors na kule si government, kule ni investors msee wameweka nani? Foreign investors ban. This week Morocco FA na Kenya FA wamesaina agreement ya Morocco kuleta resources na
Awaona sasa shida, wacha nikwambie Gidi. Sijakata those are things we Ayo utamaliza but shida ni moja ni hii Kenya yetu ya saizi, hii government yetu ya saizi, the moment wana make deal na mtu wa nje, kuna kitu wanataka. Ushaona? Hiyo ndio kitu iko. Hiyo ni kitu, kuna kitu wanataka. So guys, it's been a nice one. Yeah. It's been interactive. This is your guy, the phenomenal Fidel. Omolo 2540. It's a boy Kevo. Don't forget to like, share, subscribe. Thank you.